over the weekend nilicheki a legendary football player Ibrahimovic akiwa side za Serengeti Tanzania ya park. Nikiendelea kuscroll almost after just few pages, tena nikaona one of my favorite footballer Pedri wa Barcelona akiwa hizo sides bado na family akitake tuka vacation hizo side, then it hit me like, yo, my Kenyan brothers and sisters, what is happening with our tourism? Is it the marketing? Ama Tanzania is fairly, better than Kenya in terms of parks, reserve or national parks or wherever, hizo mapark kama Serengeti. What is the difference? Because I feel like for many years Kenyan parks ama reserves has been more famous out there kuliko Tanzania, especially Masai Mara. Most people that I talk to where mahali nafanya kazi, they know Masai Mara more than Serengeti ama any other park in Tanzania. But again, if ingekuwa nafanya survey, most people wamevisit Tanzania kuliko Kenya kwa park, that is to be specific. So I'm just curious, is it the marketing ama Tanzania park zimekuwa fit yani kuliko Kenyan park, and I'm not bringing this point from a point of hate or something. I'm just curious, yeah, because these two people niliona hapo, the famous footballers, wali trigger my thought, yeah, wali trigger my thought. How come Kenya, like Masai Mara, is more famous, is out there, but people rather go to Serengeti ama Tanzania, so to speak, than Kenya? Could it mean that maybe probably ma protest tunafanya, which is very 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 necessary, don't get me wrong, maybe they paint a bad picture out there, like tuko na chaos, in a broader picture. I'm just thinking, maybe people see the protest and think, these people, they are not peaceful, and maybe I don't know, man, what is, ama our tourism is still okay, because I'm just talking from a point of no statistics or no facts, but from just the people that I engage with, ama the pictures zenye naona online za celebrities wenye wanaenda Serengeti. I think the number is a bit higher than so wanaenda Kenya, despite Kenyan parks being more famous and more wild, so to speak, right? So I don't know, man, but I don't want to drag it with protest also. Sitaki kuconnect hizi vitu za tourism na protest, but as much as sitaki kuziconnect, somehow zinaweza kuwa na connection, yeah, but protest nazo ni necessary, because sisi Wakenya, sisi si watu wa kunyamaza when kitu ina happen ni mbaya. I think tushaji liberate that much, ama the people that came before hii generation yetu washafanya enough not to even look back anymore, enough not to even hold back anymore, like walishafanya too much mpaka sasa imefika place hatuwezi, we cannot afford not to kuendelea na hii race. So I think any government inaingia, hata kama ni the next government, wajue tu kuna Kenyans lazima watu wapige kelele, na hiyo ni kelele takatifu ukiniuliza, ni kelele takatifu, ni necessary noise. Hakuna kama hii protest happen last time ya Albert Ojwang, it is very justified, very, huwezi sema ati because of this protest maybe we tuna lose tourist, ama because of this protest tuna wase wana mess the city, kulikuwa na wase wanachoma vitu, which is actually ukidig deep is actually
wase wenye wanafaa wa protect hizi vitu ndio wanachoma, na hiyo ni kitu hata Sonko ashai admit ile time protest before hao waanze kukula, waseme siku hizi opposition iko kwa meza ina practice table manners, hawaongei wakikula. Before wakue kwa meza, hizo demonstration walikuwa wanafanya right before handshake. Unajua the previous election, hata before immediately Ruto aliingia, I was in Kenya that time, I used to witness maandamano kila Tuesday. Baba is a dangerous man. Zazira yuko kwa pale kwa table, ogopa huyo mzee. Anapeananga public holidays, anasema Tuesday ni public holiday, mfunge biashara, msiende, watoto wasijaribu kwenda shule, tutafanya maandamano, na kitu inakuwa big. Hiyo ni time wako nje, but that's a story for another day, because sahi yako kwa government. That's why statement zake ni written to, like maybe hata ni mzee mwingine ametype alafu hapo akasaini hapo His Excellency Raila Odinga. Maybe it's just some PA or you know, you cannot statement, si kitu mtu umeona akiongea. Hata mimi naweza type kitu kwa AI na ni sign kama Raila, you know, that's what I'm saying. But if it was before, history kama ya Albert inge happen ile time, ingekuwa very big fuel wase ku come out to make even louder noises for you know, justice for Albert. But sahi ni just written condemnation, nime condemn history, signed date fulani stamp, hiyo maisha iendelea, unajua. So maandamano has been there. This is the Kenyan we know. Sisi si watu wa kutulia, lazima tupige nduru kama kuna kitu imetumesa. Na even the next government itakuja, hata kama ni ya Matiang'i, whoever, just prepare for that. Just know, do the right thing, and if you don't, Kenyans will come out to the street na waseme hatujapendezwa na ABCD. That is normal, and that being normal, Kenyans, the government should at least avoid shooting people. Waseme tu sasa nyinyi mnaweza piga kelele and we will see what we can do from our side, because if you bring police to the streets, always hiyo kitu huwa ina escalate, inaleta chaos, watu wana dead unnecessarily. And I feel like, just to go to another point, I feel like yani Kenya mali imefika, I don't want to admit defeat, but I feel like it all, yani wase wenye ukitaka kuwa president inakanga tu, you know, fun and nice until ukalie kwa hiyo kitu, because the problems are so deep rooted in Kenya that is, it's so hard. You need to be just, I don't know what's the word. Yeah, you need to be mental to change that country. As a president, ukiingia pale unafaa ukue cheesy. Ile yani watu ukue cheesy kwa the system, not the people. Yani the system. The people outside will like you for sure, but the people in the system will dislike you. And that is probably dangerous to the president, or I don't know. But I feel like you need to be a cycle for you to change this, because yani by the time unaingia kwa hiyo government, you as a president, yani unapata uko na madeni za watu, umeshikana na watu wakakukampenia, umechukua funding from some rich dudes in Kenya and outside, umeenda maybe South Sudan umeenda South Sudan ukaomba mzee kilona hapo akakusupport, umeshika alliance na some kingpin wa Waluya ama Wakamba, you know what I'm saying, like ume have kusign ama agree, hata kama ni verbal, with so many people wa kusupport, wa kukampenie, wa kufund, because campaigning in Kenya is dead expensive. It's fucking expensive, even for an MCA, MP, governor. Tukienda hivyo kwa president tunaenda to billions. How many people have billions just to campaign, not knowing watashinda? Unajua campaign is one thing, winning is another thing. So
how do you get billions uzi pump into a campaign knowing you might lose? So you need to gamble. Unajua lazima uchukue maybe ni gamble fulani na wasee waambie nyaye nipige hii support, nikiingia nitawapiga hizi ma favors, nitawapiga hizi ma contract, and hiyo kitu at the end of the day, once umeshinda, it means now you have madeni kibao za kupea watu, political or sometimes financial. So how do you then end up changing the country? Unakaa lini kufikiria watu ama economy? Sasa kama tuseme Ruto ile madeni maybe alishika ku campaign, because you remember how you used to run up and down the whole country na machopa nini watu entourage. That's a very expensive affair. That's maybe how he ended up befriending people like wa South Sudan, opposition leader. That's probably how he ended up befriending someone like Adani. Hiyo ni backstage before akuwe president. Probably that's how he ended up befriending like huyu jamaa wa UAE. I'm just saying probably behind the scenes before akuwe president. So once ameingia kwa hii kiti na kuna madini za hawa say probably either in terms of favor ama financial, then at what point ataka hivi afikirie wa Kenya ama better Kenya? At what point? Because he has so much to give back before even thinking. That's why sasa already tuko na third year, tunaelekea first term ikiisha, and you see the situation in Kenya, the situation in government, what the people of Kenya feel about Ruto ama the government itself. Probably our president is busy paying back wale wasa walimsupport kwa hiyo nini, kwa hiyo campaign. So the situation is a bit tricky if you ask me, but si ati iko irredeemable. It can be changed. Of course things can change, especially if we get in someone mwenye ana madeni za watu first of all. You see, even when Kibaki went in the first time, even when he was selecting his cabinet, it was entirely about competence. Unajua wewe ni mtu unaelewa hii sekta ya agriculture, okay, get in. Unaelewa sekta ya health, education, roads. It's not like wewe umenikampenia chukua cabinet, chukua youth and whatever national affairs, you are my friend, chukua interior, you are my friend, chukua mining or something, you are my friend, chukua treasury. Ulinikampenia chukua. No, ilikuwa about merit, ilikuwa about competence. Because when he got in, of course lazima kuna favors watu wamemfanyia hapa na pale, but it was not huge, it was not such a burden to him. So at least alikuwa na hiyo freedom ya kuchoose wase wenye anachapa kazi fit, and hiyo kitu ili elevate the Kenyan economics like this economy, that is like in a very short time nini ilikuwa inapanda, everything, GDP, things became normal in Kenya, like owning a TV before before that ilikuwa such a big deal. Watu wakaanza kubai magari, people started building nice houses because msee ameingia pale amechange situation. Watu walikuwa almost every family ilikuwa inaamka inakula bread, mpaka like true story. Unajua things changed Kenya, watu wakaanza kuona barabara za tarmac hapa na pale, because I remember ulikuwa unatoka Kisii hadi Nairobi the whole day, ukiamka 6 utafika Nairobi 7 usiku or 8, na probably hamjasimama mahali because yani the potholes, yani barabara iko messed up, but because of that time Kibaki wakaanza kuinitiate at least the major roads zikakuwa tarmac. From there yani Kenya ikaanza kuwa na lighter. Unajua mambo ya stima, hii story yote nasema kwa nini? Because when the Kibaki came in alikuja na madeni less,
so alikuwa na chance ya kufanya Wakenya kazi. But ukiingia kwa hiyo seat, kama umesapotiwa, umefandiwa, umekampeniwa na watu 50, ukiingia pale kila mtu ako hapo kwa mlango kila siku, nilikupea do, utafanya lini kazi? Utafikiria Wakenya siku gani?